mara kwa mara, je, haijaleta madhara mengine tofauti na haya ambayo yanakutokea kila wakati? Sorry. Nafikiri unaweza ukahisi ni kitu tofauti, au unaweza ukajisikia vibaya, lakini kwa uchunguzi ambao nimeufanya, kiukweli hauna uwezo wa kutungisha. Kijiji cha mbali kilichozungukwa na misitu minene na vilima vya giza, aliishi binti mmoja aliyeitwa Zahra. Kwa macho ya watu wa kawaida, Zahra alikuwa msichana mtulivu, mrembo, mwenye tabasamu la siri na mwendo wa upole. Lakini nyuma ya sura hiyo laini, alificha siri nzito. Alikuwa mchawi aliyezaliwa katika ukoo wa wachawi wa kale. Zahra alirithi nguvu hizo kutoka kwa bibi yake, aliyefariki usiku wa mvua kali, akimwachia hirizi ya ajabu na maneno ya mwisho: nguvu si kwa ajili ya uharibifu, bali kwa mizani ya haki. Tangu siku hiyo, Zahra alianza kuona vitu ambavyo wengine hawakuona: roho zilizopotea, alama za laana, na hatima za watu zikimeta kama moshi. Kijiji chao kilianza kukumbwa na matatizo yasiyoelezeka. Mazao yalinyauka, mifugo ilikufa ghafla, na watoto waliugua bila sababu. Wanakijiji wakaanza kunong'ona, wakitafuta mchawi wa kulaumiwa. Hawakujua kuwa mchawi huyo alikuwa ndiye aliyekuwa akilinda kijiji kwa siri kila usiku. Usiku mmoja wa mwezi mpevu, Zahra aligundua chanzo cha laana: mchawi mweusi aliyekuwa akitumia hasira na wivu kulipiza kisasi kwa kijiji. Bila kusita, Zahra aliamua kukabiliana naye. Alivaa joho la giza, akachora alama za ulinzi ardhini na kuinua hirizi ya bibi yake. Upepo mkali ulivuma, anga likatetemeka, na mapambano ya nguvu yasiyoonekana yakaanza. Ilipofika alfajiri, mchawi mweusi alishindwa na laana ikavunjika. Kijiji kilirudi katika amani. Lakini nguvu hizo zilimchoka Zahra sana. Alijua kuwa angeweza kuchagua kufichua ukweli au kubaki kivulini. Alichagua ukimya. Miaka